Halo mamdogo. Halo mazamu. Mimi ndo natoka. Ila mimi sitakuja kukutana na wewe. Ila wewe inabidi uende mpaka pale kwenye kituo cha bodaboda. Atakuchukua, atakupeleka mpaka pale kwa mtaalamu, na huyo mtaalamu anajua kila kitu kuhusu wewe. Umesema nikifika pale kwa bodaboda niulizeje? Ukifika pale kwa bodaboda, mwambie bodaboda nipeleke kwa Dr. Maanze. Sawa mamdogo. Dasa hizi. Salama. Samani Dr. Maanze nimemkuta. Yupo ndani. Asanteni. Karibu, una shida gani? Jina langu naitwa Zainabu au Mama Zamu. Nimeelekezwa hapa na mamangu mdogo Cheka. Macheka. Namjua. Ni mteja wangu sana. Na alinieleza kila kitu kuhusu wewe. Wewe si ndio uliopotelewa na mtoto wako? Sawa. Ila samahani dada. Huyo mtoto wako alipotea lini? Ilikuwa Ijumaa, ila sikumbuki vizuri tarehe. Tarehe haina shida. Ila ninachotaka kukijua mimi, aliondoka ilikuwa ni muda gani? Kama ni asubuhi au mchana au jioni? Ilikuwa asubuhi mida saa 4 hivi. Sawa dada. Mimi nimekuelewa. Ila nilikuwa naomba leo niache nilale, alafu nitakapoamka kesho nitajua shida ni nini na nikusaidie vipi. Kwa sababu mimi siangalii mpaka nilale. Sijui unanielewa vizuri? Ila utakapopata muda wa kuja huku, itabidi uje na nguo yake ile ambayo anaipenda sana kuivaa mara kwa mara. Utakapokuja na hiyo nguo mimi nitaitumia kujua shida imekaaje na tatizo nalitatuaje. Tumeelewana? Nimekuelewa kaka. Kwa hiyo kazi yote hii itagharimu shilingi ngapi? Mimi siwezi kukwambia ni bei gani au unatakiwa utoe nini. Wewe mwenyewe ndo unatakiwa uahidi hapa Kilingeni. Utatoa nini baada ya tatizo lako kuisha. Umenielewa nilivyokuelekeza dada? Sawa, ila kuna dawa nitakupa, utaenda kuitumia mpaka siku hiyo utakayokuja hapa. Mchawi anaua, mchawi ana huruma.
Hodi. Karibu. Pita, nipa uani huku. Habari yako dokta? Salama, karibu. Asante sana. Kuna mdada nimepishana naye hapa. Ametoka hapa kwako muda si mrefu. Hivi unaweza kunieleza kwamba amekuja kufuata nini hapa? Samahani kaka, miko ya kazi yangu hainiruhusu kutoa siri za wateja wangu. Na hata kama ningekuwa na kufahamu, nisingeweza kutoa taarifa za wateja wangu. Kaka, mimi sio mtu baki. Yule dada ametoka hapa, ni mzazi mwenzangu. Na isitoshe pia kuna kitu ambacho kinachoendelea kati ya mimi na yeye pia, pamoja na familia yake. Na isitoshe pia hapa unaponiona nafuatilia kila hatua yake, nijue kwamba wapi anaenda. Wewe kama unataka kujua taarifa kuhusu mzazi mwenzio, ni vema ungemfuata yeye mwenyewe, angekwambia shida inayomsumbua. Ukitafuta ushahidi kwa watu wengine, hiyo itakuwa kama fitina kaka. Ila kama una shida nyingine naweza kukusaidia. Nina mashaka na huyu dada. Ninahisi kabisa anajua mwanangu wapi alipo. Yeye na mama yake wapo kipaumbele kunificha hili. Mtoto wangu inaelekea amepotea mazingira kutatanisha. Je, hicho ndicho kilichomleta hapa? Hapana, sijui. Unajua kwamba mimi ndio baba yule mtoto. Naomba nipelelezee hii nijue hatima mtoto wangu. Nafahamu unajua, ila unanificha. Ila kwa sasa naomba unisaidie mimi kama mteja wako. Nitakulipa kiasi chochote kile unachokihitaji. Na kuomba njoo siku nyingine kwa ajili ya tatizo hilo. Ila kwa leo siwezi kukusaidia. Okay, sawa. Haina shida. Mama, shikamoo. Marahaba. Safi, mzima? Mzima. Haya mama, baadaye. Haya. Halo, Mama Emi. Halo. Vipi mwenzetu? Mbona unapigiwa simu upokee na unatafutwa upatikani? Watu wanakuja kwako haupo. Na hujatoa taarifa yoyote. Samahani Mama Emi, nimeondoka bila taarifa. Mama yangu nimepigiwa simu, hali yake sio nzuri. Ndio maana nikatoka hapo ghafla, sijamwaga mtu yoyote zaidi ya mume wangu. Naomba unisamee. Na hivi ninavyokuambia nipo shamba, nimekuja kumwangalia mama. Ila sitokawia kurudi, maana hali yake kwa sasa sio mbaya, anaendelea vizuri. Pole kwa matatizo yaliokukuta. Basi fanya hima urudi. Haina shida. Ila dada,
naomba uende nyumbani kwangu pale ukachungulie, maana naona kama sielewi. Hebu naomba kaangalia usalama kwanza nyumbani kwangu pale. Nataka kunitafutia barana kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani. Wewe fanya hima urudi mwenyewe ufanye mambo yako. Baba, mbona umekaa nje na mvua yote? Wewe niache jua langu mvua yangu, mimi nikae ndani na la gani? Yana mtoto unaruma kabisa na mimi. Kaka, aliposikia nimepiga tukachukua panga. Yana tena jina la babangu mimi singekupa kabisa wewe. Asa baba, mimi unanipa alama za bure tu. Na wewe umeondoka umeniacha mimi kwa shangazi. Na nimekuuliza baba unaenda wapi? Ukanituliza. Sasa mimi sijui chochote kilichoendelea. Nimekaa kule kwa shangazi, nikaona subiri nikufuatilie. Nikatoka hapo nikaenda mpaka kwa Eliza. Nikafika kule nikakutana na mmewe, akanielezea hali halisi. Na mimi kule jinsi alivyoniambia, amesema tu amekushikashika. Nashangaa kukuta na hali kama hii. Sasa mimi nilijua naenda kumuita Eliza ili tuje tuongee tusuluhishe hayo mambo. Kumbe mwenzetu umetuacha pale, umeenda kumtukana yule jamaa. Na wakati unajua kabisa wale ni wafuta banki. Wewe kama unamtukana mtu, hebu nakalite shangazi yako huko. Wewe ndo ulichonifanya. Wewe subiri tu Ramadhani ishi. Mtonyosha na mimi. Kaka yangu, ndivyo hivyo kufanya hivyo? Weacha tu dadangu, lakini kwa hili watalipa tu. Kavi, enda kamchukulie kiti shangazi yako. Yaani dada, mafala alichonifanya unalala piga moja takatifu sana. Kaka, usijisahau kuwa tuko katika kipindi gani. Tuvumilie tu kaka kipindi hiki. Ila kwa hili watajutia. Yaani kaka, na fundo limenikaa hapa. Watoto tunazaa wenyewe, alafu wanatuletea mazonge. Yaani kaka, labda mimi niwe nimekufa. Kipindi hiki kikimalizika tu,
Kazi yangu ya kwanza naanza na hao wenda wazimu, wataelewa tu. Vipi lakini dadangu, wewe unaendeleaje mwenzangu? Mimi si jambo kabisa kakaangu. Mimi kidogo dadangu si jambo, lakini hizi taya hizi naona kama zimekosa kabisa ushirikiano dadangu. Umeze dawa za maumivu kaka. Haya, ngoja mimi nikuache. Maana nyumbani unavyojua nilikurupuka. Sikuweka mazingira sawa. Sawa dada. Kavi. Njoo kama msindikize shangazi yako. Mwache tu Kevi apumzike. Mimi nafika tu kaka, usiwe na wasiwasi. Huyo mwanamke wake mwenyewe, alipenda mwenyewe, kanitaka mwenyewe, kaja pale, mimi sijui nakutaka, mume wangu sijui na nini, nikatulia nikaanza kumpa vitu, nimempa vitu, kanogewa, kakimbia kwa mwanaume wake. Mwanaume anahangaika, mimi nitakuloga, sijui na nini. Wewe umeona katika kuangalia kwako kwenye maisha yako yote, umeona mimi mtu wa kulogeka? Mimi nimeamua tu kufanya kazi yangu, nasafisha maeneo ya watu, nasafisha yote, na ukata kila kitu. Na hapa nikitoka zangu na hapa naenda zangu ofisini kwangu. Na wewe mwanamke wake atanikoma. Simwachi na moja, mimi naweza kumwacha. Juzi nilipoenda pale kwake pale, sio kama ananikataa. Unikataa mimi anaweza. Mimi ni Samboy. Samboy anakataliwa. Samboy anakataliwa. Sasa baada hapo nikitoka na hapa, nikishaenda zangu kule Morogoro, naenda kumwambia mama, yule bwana anataka kuniloga. Mfanyie vitu vikubwa, afe. Namuua. Unajua mimi nataka mchezo. Namuua. Na mchoma kisu kwa kutumia uchawi na ushirikina. Chezea mimi wewe. Chawi anaua nye, mchawi ana huruma. Ona naloga mwana. Mama huyo. Mama nakula nyama. Mama huyo. Mama nakula nyama. Mama huyo. Ona naloga mwana. Mama huyo. Baba nakula nyama.